What's happening? Fungo y todos los fungo. Wale wazee wa kuitana kwa kupigiana miluzi kama DJ Ali B mpo Sasa sikilizeni, siku nyingine ukisikia mtu anapiga mluzi usiku, tafadhali usigeuke nyuma. Leo nakuletea simulizi ya mwanamke aitwaye Nikki ambaye baada ya kumpoteza binti yake alitamani kuzungumza naye kwa mara ya mwisho hivi, lakini uamuzi mmoja tu ulimfungulia mlango roho ya kutisha iitwayo Whistler, na maisha yake yakageuka kuwa jinamizi. Sawa, basi tuanze. Miaka mingi iliyopita, usiku wa manane, tajiri mkubwa wa kijiji aitwaye Vincent alikuwa akitembea karibu na mashamba yake, na ghafla akasikia mluzi wa kutisha, na kabla hajageuka, kivuli kisicho cha kibinadamu kilimvamia kutoka nyuma na kumuua papo hapo. Baada ya kifo hicho, mwanae Seba anaamua kurudi kijijini pamoja na mke wake Nikki, lakini wao pia walikuwa na majonzi yao, kwani walikuwa wamempoteza binti yao Dani miezi michache iliyopita, na Nikki aliendelea kujilaumu kila siku akiamini uzembe wake ndio uliosababisha kifo cha mtoto wao. Walipofika nyumbani, mama yake Seba aitwaye Isabel aliwapokea kwa machozi akiwa na huzuni nyingi sana. Hata hivyo, hakuwahi kumpenda kabisa huyu mkwewe aitwaye Nikki kwa sababu aliamini ndiye aliyemfanya Seba aondoke kijijini na kwenda kuishi mjini pamoja naye. Yaani hii vita ya mama wakwe na wakwe zao haitawahi kuisha mpaka mwisho wa dunia hii. Sio alifanyaga nini hao? Sasa baada ya mazishi ya Vincent, Isabel anamweleza Seba siri kubwa kuwa ndani ya msitu kulikuwa na kabila lilojulikana kwa kuwasiliana na mizimu, na Vincent alikuwa akiwazuia miaka mingi, na sasa Isabel alitaka Seba achukue nafasi ya baba yake kukilinda kijiji hicho kwa sababu baba yake anaamini aliuawa na hao wana mizimu ambao walikuwa wanazuiwa kufanya ibada zao. Usiku, kila mtu akiwa amelala, mbwa wa mzee Vincent alikuja akiwa na huzuni pia, na Nikki akaamua kumtoa nje ili amfariji. Hivi akiwa huko, anamuona mfanyakazi wa nyumbani aitwaye Petra akifanya ibada ya ajabu kwa kuwasha moto mkubwa karibu na shamba hapa, na alipoulizwa kile ni nini, Petra alimwonya Nikki aondoke haraka kwenye eneo hilo kwa sababu sio salama. Muda mfupi baadaye, Nikki alisikia miluzi ya kutisha hivi, na mbwa wa Vincent alianza kuikimbilia hiyo miluzi na kuingia kwenye hicho kigiza hapo. Asubuhi iliyofuata, Petra alimweleza Nikki kuwa zamani alikuwa sehemu ya lile kabila la watu waliowasiliana na roho, lakini aliacha, na kwamba kile alichokiona Nikki ni ibada ya kufukuza mapepo. Mimi ananitisha huyu mama mwe. Sasa akiwa anamtafuta yule mbwa, Nikki alifika kwenye hili daraja hapa ambalo lipo karibu kabisa na makazi ya lile kabila la msituni. Kama kawaida, kuna kale ka sauti ambako huwa kanakwambia fanya hapa, kakamwambia vuka, hakuna shida, na yeye akavuka. Huku aliona ibada ya kuwaita mizimu ikiendelea, na ghafla roho ikaingia ndani ya mwili wa msichana mmoja. Kisha msichana huyo akamwangalia Nikki kwa jicho la msisitizo, na kwa sauti ya marehemu binti yake akasikia akimwambia, mama, nimekumisi sana. Nikki aliganda kwa mshangao, na kabla hajafanya chochote, watu wa kabila lile walimwona na wakaanza kumkimbiza, na yeye akakimbia kwa haraka. Lakini licha ya kufanikiwa kukimbia, sauti ya binti yake Dani iliendelea kusikika kichwani mwake, na aliporudi nyumbani aliamua kumweleza kila kitu mume wake Seba, lakini jamaa hakumwamini hata kidogo, na alidai kuwa watu wale walikuwa ni matapeli na mara nyingi huwa wanatumia watu wenye huzuni kwa ajili ya kujinufaisha, hivyo aachane nao. Lakini Nikki hakukata tamaa na alimwomba Petra amsaidie kuzungumza na binti yake, na Petra alimwonya kuwa ibada hizo zilikuwa hatari na kosa dogo lingeweza kuamsha mapepo mabaya kinoma. Hata hivyo, mapenzi ya mama kwa binti yake hayazuiliki. Kesho yake Nikki alirudi kwa siri kwenye lile kabila, na alipofika akamwomba kiongozi wa kabila hilo afanye tambiko hilo, lakini kiongozi akakataa. Kuna huyu mwanaume mmoja aitwaye Lawrence aliposikia kuna hela, akamwambia binti yake Jenny anao uwezo wa kupokea roho hiyo, na kama Nikki atafanikiwa kuwalipa basi angeweza kumsaidia kuzungumza na marehemu binti yake. Bila kufikiria mara mbili, Nikki akakubali mara moja. Huku nako Seba alianza kuamini kuwa baba yake hakufa kwa bahati mbaya, bali aliuawa na wale watu wa lile kabila kama alivyoambiwa na mama yake. Hasira zikamjaa na akaapa kuliteketeza kabila lile kwa kisasi cha baba yake.
wako umewaka mzee wangu. Sasa leo Nicky anaamua kumuuliza Petra ni roho gani ya kutisha zaidi ambayo iliwahi kuitwa na hawa watu wa kabila lake na ikaja. Na hapa Petra akasimulia kuhusu kijana katili aliyemuua baba yake mzazi mwenyewe, na alipokamatwa na wanakijiji aliendelea kucheka na kupiga miluzi hadi alipokufa, na tangu siku hiyo roho yake ilibaki ikizunguka msituni, na roho hiyo iliitwa Wisra, na kwa lugha ya Kisukuma inaitwa pepo miluzi. Lakini licha ya kumweleza stori yote hiyo, Petra aliamua kumwonya Nicky kwa kumwambia kuwa kama ibada itaharibika hata kwa kuvunjika kwa sharti moja, Wisra atakuja na atamuua kila mtu aliyopo kwenye hiyo ibada noma. Hatimaye siku ya tambiko ilifika na Lawrence akatoa maelekezo ya tambiko kwa kuchola mstari mwembamba hivi na kumwambia Nicky kuwa chochote kitakachotokea, tafadhali usivuke mstari huu. Ulozi ukaanza. Mwili wa Jenny ukaanza kutetemeka na kunyumbulika hivi, na ghafla sauti ya Dani ikasikika ikisema, mama, nimekumisi sana mama yangu. Kusikia hivyo, Nicky akaanza kulia kwa furaha, lakini sekunde chache baadaye sauti ile ile ikabadilika ikiwa ya ukali na uoga mwingi ndani yake ikisema, mama, kimbia haraka, atakuua. Kwa hofu Nicky akavuka ule mstari. Makosa makubwa. Hapo upepo mkali ukavuma na moto ukazimika na miluzi ikaanza kusikika kila upande. Kumbe pepo miluzi bana lilikuwa tayari limeamshwa, na mara moja akaingia ndani ya mwili wa Jenny na kumuua Lawrence mbele ya macho ya Nicky. Nicky akakimbia hadi kwa Seba na kumweleza ukweli kuwa kabila lile bana halikuwa na makosa, bali kuna ile roho au pepo la mluzi ndilo lilomuua baba yake. Lakini Seba akiwa kipofu kwa hasira akakusanya wanaume wa kijiji na kwenda kulishambulia lile kabila. Sasa Nicky akaamua kumfata Petra ili kupata msaada, akamkuta na yeye akifanya ibada. Na hapa ndipo Petra alipokiri ukweli kuwa yeye ndiye aliyemuita Wisra ili amtishie Vincent baada ya kulitishia kabila lao kuwa atalifuta, lakini Wisra kwa kuwa hadhibitiki, badala ya kumtishia tu aliamua kumuua. Petra akasema njia pekee ya kumzuia ilikuwa ni kuharibu mwili uliokuwa ukitumika na yeye, hivyo alimaanisha Jenny anapaswa kufa. Lakini Nicky alikataa kumuua mtoto mwingine, na wakati huo Seba na watu wake tayari walikuwa wameingia msituni huku, na mzee wa miluzi akawashambulia na kuwaua wengi kati yao bila huruma. Baadaye akafika nyumbani kwa Seba na kumuua Isabel ambaye ni mama yake na Seba. Kwa ushirikiano wa Petra walifanikiwa kumtega Wisra ndani ya zizi la chuma kwa muda mfupi hivi, na Seba alitaka Jenny auawe mara moja. Lakini Nicky alikuwa na mpango mwingine, na Petra akafanya ibada ya siri na kuhamisha roho ya Wisra kutoka kwa Jenny na kuingia ndani ya mwili wa Nicky. Sikutaka kumuua, muue sasa mke wako. Sekunde chache Nicky alipata nafasi ya kuudhibiti mwili wake, na bila kusita aliamua kujitoa uhai wake mwenyewe ili kumkosesha Wisra mwili wa kuutumia. Roho hiyo ikapoteza nguvu na Jenny akaokoka na mauaji yakakomeshwa. Seba akamkumbatia Nicky huku akilia akiamini sasa amempoteza mama yake, baba yake, mwanae na mwisho amempoteza Nicky mkewe. Lakini ghafla tunaonyeshwa Nicky akijikuta mahali penye mwanga mkali hivi akiwa amekutana tena na binti yake Dani. Atakuwa amekufa huyu. Hapa Dani anamwambia mama yake kuwa, mama, usijilaumu tena kwa sababu wewe haukusababisha kifo changu, na ninakuomba rudi kaungane na baba kwa sababu muda wako bado haujafika. Baada tu ya mazungumzo hayo, ghafla Nicky anafumbua macho yake na anarudi kuwa hai. Baada ya tukio hilo, uadui kati ya wanakijiji na lile kabila ukaisha na wote wakaamua kuishi kwa amani. Na simulizi yetu bana haijaishia hapo. Mzigo unatuonyesha kwenye huu msitu na miluzi inasikika kwa mbali. Hii inamaanisha kuwa Wisra hakutoweka kabisa. Bado anasubiri mwili mwingine wa kuutumia. Mimi nikupe onyo tu, usije kuwa wewe rafiki yangu Wende Deogratias au Original Source 1, au wewe ndugu yangu kabisa Ingebire Shakira ukawa ndio mwili ambao unasubiliwa na Wisra kwa ajili ya kuendelea kutumika. Humu leo nimejifunza kwamba usiokote mfanyakazi wa ndani bila kumjua, wengine ni wanga. Na mwisho, mimi ukiniita kwa mluzi au kushauti jina langu huwa sigeuki, labda uniite MANOGE Manoge. Hii ni Plain Swahili. You're welcome. Subscribe.